Nyaribari hoye. Tigandole bali motu ali Nyaribari hoye. Esaide Nyaribari hoye. Abana wanafunzi. Maigaga Nyaribari hoye. Wanafunzi hoye. Nikubalie, I had a long statement I was to make. Lakini kwa sababu ya mvua nimesema sisomi. Wacha nione kama leo wale wazazi mmefika hapa mko na furaha kwa sababu ya watoto wenu wanafuzu leo. Hebu nione kwa mkono kama mnafurahia. For the graduates, are you happy guys? Are you? Mtanionyesha kwa sababu kila mtu anakuja hapo kwa mvua. Leo ni siku yenu, lazima mnyeshewe na mrushe hiyo kofia juu ndio nijue kwamba mko tayari. Kwa hivyo jitayarishe. Nikubalie niongee mambo mawili peke yake. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Steve Arika. Arika, wewe unajua ninajifundisha mambo mengi. Wewe ni mtu mzuri, congratulations kwa sababu uchoki kwa kazi kufanya. Huyu MCA kuja mheshimiwa. Huyu MCA amenileta hapa mara nyingi sana. Na ni muungwana. Na yeye anapatanisha watu. Kazi yake tumempea ni kupatanisha watu na anafanya kazi nzuri. Na mimi mheshimiwa nitasimama na wewe na kazi tutaendelea kufanya na wewe na watu wa Ibeno wafurahie kazi yako. Mheshimiwa usiondoke. Aliposikia kwamba tuko na ile shule inaitwa Ajiri. Yeye pea mwavuli mwingine bwana. Aliposikia tuko na Ajiri pale stadium. Mheshimiwa Steve Arika alisema lazima nifungue na mimi Ajiri Center Ibeno. Na pesa yake mwenyewe. Ni nini ingine ataweza fanya kwa watu? Nashukuru ndugu yangu. Hata ameshinda kila mtu kwa sababu ya kazi hiyo. Mheshimiwa Steve, endelea na kazi nzuri. Tusaidie hiki kizazi kidogo nacho ndiposa kiwe na matumaini. Kwa hivyo Mheshimiwa Arika, asante. I want to promise I'll stand with you. I'll walk with you. We'll work for our people in Ibeno. Unajua sijui alisoma tabia nzuri kutoka kwa mzee Nyachae. Huyu mungwana unajua alikuwa lichu mmoja Nyachae. Lakini ulichukua tabia nzuri pale. Pia wewe ilete, tutaendelea kujifundisha. Na ni nzuri wakati tunaona kwamba hii inaendelea, tunaona kwamba Nyachae aliwacha kitu kizuri nyuma. Asante. Kwa wanafunzi ambao wamefuzu leo, nataka niwaulize. Wengine hapa ni wale wamemaliza kidato cha 4. Wengine hapa walimaliza college lakini hawakwenda mambo ya ICT. Mahali dunia imefika, sijui kama mmeona rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Museveni akiongea kwamba ukienda jikoni inafaa ikuwe ni ICT. Ukienda shambani inafaa kuwa ICT. Ukilala ikuwe ni ICT kwa sababu hakuna kitu imebaki duniani. Ni mambo ya technology. Inji nyingi sasa zimefanya mambo ya technology kuwa namba 1. Ndege zinaruka angani ni mambo ya technology. Meli baharini ni technology. Barabarani magari ni technology. Kila mahali hicho ndio kimebaki. Na sisi kama county yetu, county 18 zilipewa ajiri. County 6 peke yake ndio zimebaki. Na ile natangulia kwa ajiri hii ni Kisii County.
Tumefusu wanafunzi karibu 11,000 leo, hawa wakiwa miongoni mwao. Hawa wanafunzi hawalipi school fees hata shilingi moja. Kama wengine walikuwa wanadanganya wazazi, leo lazima niseme. Unajua kuna wengine wamedanganya wazazi, kuna 5,000 inatakikana 2,000. Hawa watu hatulipishi wao chochote. Ile pesa inalipishwa ni shilingi 200 ya registration na ya not gown. Kuna wengine ya nini? Certificate. Gown lazima ununue gown. Gown lazima ulipe kwa sababu sasa wewe kuna mtu alilipa hiyo. Kwa hivyo hao wanafunzi wamejifundisha bure. Wanafunzi ama walimu ambao niko nao hapa wengi awali mshahara. Na nashukuru for the teachers. Asanteni sana walimu kwa kazi nzuri ambayo mmeweka. Kwa sababu mmejitolea bila kulipa mshahara. Kwa hivyo nataka niulize wazazi kwamba county ama sub county zote 9 tunaenda kufungua Ajiri Center kama tutapata pesa. Tunataka turudishe shukrani kwa Mastercard na Centum kupitia Ajiri, kwa sababu wao ndio wanalipa wale viongozi karibu 3 peke yao wanaongoza hiyo center. Nitauliza waheshimiwa ambao wako hapa, mheshimiwa leader majority na wenzako, tuone we factor in something for this kind of training in the county. Hiyo ndio tutaweza saidia. Na mimi nimejitolea, nitafungua yangu pale moja karibu nyumbani, ndipo watu waseme wewe unajua mtu anasifiwa kule kwao. Kwa hivyo lazima hii program tutaiweka katika kila sub county, tusaidie vijana wetu. Mwisho, mimi leo nimezunguka kutoka asubuhi hata lunch pia sijala. Nimekuwa na mkutano pale stadium na wafanyakazi wangu ambao ni hawajawekwa katika payroll, wengine hawajapata PF number, ambao waliandikwa kazi mwezi mmoja na miezi miwili wakati kura zilikuwa. Wage bill ya Kisii County iko 62%. Kama nitaweka hawa wafanya kazi ambao wako katika payroll, tutaenda 63. Kwa hivyo hata maendeleo itakuwa kwamba ni machache sana. Mliona jana report ya control of budget inatuweka namba ya mwisho. Sisi mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa 4 hatujalipa mshahara, hatujalipa wafanyakazi, hatujalipa contractors, kwa sababu kuna MCAs ambao walienda wakaandika barua, wakasimamisha mshahara, wakasimamisha basari na kila kitu. Lakini uzuri kwamba yule chairman wa budget ambaye alikuwa hapa, waliketi wakatengeneza budget mpya, ikapita, ndipo sasa tunapeana sasa basari. Round hii I want to promise tutalipa karibu shilingi milioni 300 kwa development. Kwa hivyo wiki hii na wiki ijayo tutahakikisha kwamba watu tunalipa ambao wamefanya kazi. Na wafanyakazi wangu karibu 1.5 billion ambayo yote tutalipa kama mshahara. Mwisho, nataka niwaulize wananchi watukufu. Madaktari nimesema leo, nimekuwa mkalimu sana. Walianza kugoma hapa Kisii. Tukaketi, tukaenda kotini, wakaambiwa madaktari warudi kazini. Wakakuja wakajificha nyuma ya mgomo wa National Doctors Strike. Koti imesema wamerudi kazini. Madaktari miezi miwili hawajaingia hospitalini na wanakula mshahara. Nimesema enough is enough. Kwa sababu watu wamekufa, watu wanaumia, watu wengine ambao ni madaktari wako nyumbani wanafanya biashara zao. Tumesema kama hajafanya kazi
haezi lipwa. Madaktari ambao wamerudi kazini, nimesema kufikia kesho saa 6 lazima warudi kazini. Kama haezi rudi kazini, aende atafute kazi kwingine, kwa sababu tumeamua lazima tufanyie wananchi kazi. Madaktari hawa wote, karibu wote, hakuna mtu anakula mshahara chini ya shilingi 1150. Clinicians ambao wamegoma, hakuna mtu anakula chini ya shilingi 50,000. Na nimesema kwamba afadhali hapo walikuwa wanalipwa, tulikuwa mpaka wanalipwa kitu kinaitwa locum. Mimi nimesema kufikia kesho saa 6 wale ambao watakuwa wamerudi kazini wapewe barua na mishahara yote isimamishwe, ndiposa tupate watu wanafanya kazi. Kuna watu wengi wanataka kufanya kazi. Mtanikubalia niulize wananchi, mnataka tuwache madaktari wakae nyumbani ama warudi hospitalini? Warudi hospitalini. Shida ambayo ipo tuongee na wao. Sasa wewe tu mwavuli, nadhania mvua imeisha. Sawa. Nataka nimalize kwa kusema hivi. Mimi kama gavana wenu nitaendelea kuwafanyia kazi kama mtumishi wenu. Vita nimepiwa kutoka Januari ya mwaka sijui gani kwa miezi 20. Lakini nimekaa ngangari. Kama ningekuwa hai ningekuwa hata nimelala hospitalini. Mipango ni nyingi ipo, lakini kwa mkono wa Bwana na damu ya Yesu Kristo tutashinda vita. Hawa wote wamekuwa kama amage yenyoni amage yechinyoni. Wanaangalia, wamemaliza kidato cha 4, wameenda college, wengine wanaenda university, lakini mbele iko giza. For you people, I want to make a promise. Kwamba the future is clear as long as you are committed in the cause. The future is clear for you people. Some of us will not see any light ahead of us, but today we can give hope to you young people. Kwa hivyo tumewapea nguvu sasa. Online writing, online business iko nyingi. Kama wewe umekuwa ukitembea unaenda, hii college ilikuwa pande gani? Nyabisaba. Kama ulikuwa unatembea huko unaenda kutongoza, utatongoza, utachukua msichana, mtaenda kwa nyumba, utazaa, na tena mtakuwa hiyo cycle. Kama lakini ulienda umepata, kama yule wa kwanza, nimesikia yule mtoto yule mwanafunzi wa kwanza, baba yake amesema hapa, kuja, umeolewa? Bado kuja, tutaweza pea yeye mwanaume, lakini baba yuko hapa, kwa hivyo tutakuwa na heshima. You are number 1 kwa wanafunzi 800. Congratulations. Na ninasema kwamba nimeambia sijui nani mheshimiwa, those machineries that we are buying, ambazo which are coming, I don't know, next week, msichana tumjaribu, tumpe moja, tuone vile anavyoendelea na kazi. Hiyo ndio apate hizo, aanze kazi ama vipi? Kama unajua wakati mwingine mahali kuna pesa ndio inaingia. Wewe ni nani alikuwa mtu wa mwisho? Yani nisaidie. The last one. Mwezi kuwa nyote. The last one. Nani alikuwa last? Tuulize yeye maswali hapa. Nipe mwavuli hiyo na inaendelea nani? Ninaambiwa kuna mmoja ambaye hakuandika hata jina. Huyo sasa tutasaidia kivipi?
Wacha niseme hivi. These centers, na kama umesaidiwa na wewe umekuwa na certificate sasa, if you had a certificate, you can apply for diploma. You can do a certificate, a diploma, then you do a degree, then you can do masters, then your PhD. It's possible. From certificate, you can be there. Kwa hivyo never say die. Nitauliza kwamba nyote mtie moyo na mtie nguvu. Wacha nione wale ambao walimaliza kidato cha 4 mwaka uliopita. Mkono juu tafadhali nione. Ni karibu wote. Ni wangapi ambao wanaenda university? Nione mkono. Naona a good number. Nataka niwatakie kila la heri. Mnapoenda mfanye bidii. Hakuna shamba imebaki. Ile shamba imebaki ni ya kiakili peke yake. Wazazi, nataka nishukuru wazazi sana. Asanteni kwa sababu ya kazi nzuri. Nyinyi leo mmefanya hizo gowns. Wazazi wenu hapo wengine hata nguo ndogo hawana. Si ni ukweli? Ukiuliza wazazi hapa wametia bidii ndiposo uende shule. Usicheze. Nimepeana story yangu na hii ndio itakuwa ya mwisho. Unajua nilimaliza kidato cha 4, ndugu yangu mkubwa akaniambia mwisho lazima mwanyanga kina Nairobi yere. Na kiama wamenyeti. Na mimi kwa akili yangu nilidhania Nairobi ni kuzuri. Nikaenda Nairobi. Kufika Riruta Satellite. Hata barabara hakukuepo. Afadhali nyinyi mko na barabara ya lami hapa. Riruta Satellite Nairobi hakukuwa nayo. Chuo afadhali za nyumbani hapa ni mzuri. Zile wa mvua kama sasa Nairobi. Nawaambia zile kama Kibera hiyo eneo yote ambapo hakuna sewer line. Unapata wadudu weupe maggots zimejaa mpaka kwa mlango. Hayo ndio maisha watu wengine wanapitia. Nikaenda soko. Hakuna soko silijui Nairobi. Nikauza kabla sijakwenda college na baada ya college kwa sababu sikuwa na mtu wa kuniandika kazi, nikarudi tena kuuza mboga. Yule mtu ameniandika kazi ni mwananchi. Nimekuwa kansela miaka 5. Mungu amependa nimekuwa mbunge miaka 10. Mungu amependa nimekuwa gavana na nitamaliza miaka 10. Nami kwa sababu ya huo uchungu ambao nilipitia, lazima watu wangu wa Kisii lazima na wao wafurahie kwa kazi ambayo tutafanya. Vita ambayo tunapigana nayo ni vita ya nguvu za shetani. Hapa Kisii nimesema nimefunga kila mfereji. Nilikuja nikafunga. Shida niliyofanya na naomba msamaha. Nilifunga kila mfereji ambao ulikuwa unatoa maji ya wizi. Mpaka nikafunga ambayo ilikuwa katika ofisi ya governor. Hata mimi nashindwa nilijifungia. Na nitaendelea kufunga. Ndiposa watoto waende shule. Kama singefunga mitaro hiyo, hatungekuwa na pesa za basari. Kama sikufunga, naambiwa kuna voucher moja. Mtaona maajabu hivi karibuni. Ile story tutapeana. Unapata 1 voucher ambayo ilikuwa imelipwa mara moja, imelipwa mara 20. Mtu amefanya kazi ya shilingi 1.3 million and 20 cent, lakini imelipwa 20 times. Kwa hivyo huyo mtu ako karibu na milioni 20 na kitu. Project ya 1.3 million. Bado mambo. Nimesema wamenichokora muda sana. Na mimi nasema I'll put it open what has been happening. Na kila mtu atabeba mzigo yake. Ninajua siwezi pendeza kila mtu. Lakini nimeingia katika mlima kuu. Nimeangalia, ninaona Kanani na lazima tutaingia huko.
Mnikubalie niita hawa wanafunzi wote ukiwa umevalia gauni yako mzuri uje hapa. Nataka niwaone hapa. Kuja leo ni siku yenu. Leo lazima na nataka dakika moja wanapokuja nataka nimshukuru Magufuli. Ndio yangu asante, naambiwa kwamba ulipeana shilingi 50,000 ya mkate ya hao wanafunzi. Na mimi nikubalie, na mimi nitatoa shilingi 1,100 ya function hii ndiposa iendelee. Unaona wanaonekana maridadi. This is very good. Tafadhali mpaka huko. This is very good. Ya wanafunzi. Magu. Akiwaka wanafunzi. Daito. Hawa sogea huko upande mwingine. Tusogee huko. Hawa wengine huko pande hii tafadhali jaza pande. Wazazi mko na furaha? Mogo gete. Now, nyinyi mmepewa jembe. Ni mambo ya kulima peke yake imebaki. We are going to engage. Wacha niwaambie, tafadhali nyinyi. Sisi hatukuwa na mtu wa kutongoza hata kwa nukta moja. Nimewaambia mimi nilianza mambo ya mboga. Kama mimi. Kama wewe. Kwa hivyo mimi natakia kila la heri, congratulations. Nataka niwaombe tafadhali. Take care of yourselves. Wazazi wamemaliza kazi yao. Sasa kazi imebaki kwako. Na wewe kuwa taa katika familia yenu. Kama nani? Kama mimi. Mheshimiwa Arika ameenda wapi? Nataka nishukuru, kuna wengine wametoka town. Kuna wale wa Ibeno. Wacha nione watu wametoka Ibeno ward kwa mkono juu. Mheshimiwa, congratulations. This is your votes. Hii ni matunda yako. Mzee Rirova. Naambiwa Mzee Rirova, that's a thank you. Rirova. Mbiemono esega singia. For you people, let me say this. Nothing is easy as it looks. Everything takes longer than you expect. And if anything can go wrong, it will. At the worst possible moment. Therefore, you must be determined. You must make it in life safe for you. God has blessed you. You are having this graduation here. Some of us, we had to wait for a long period. You have a chance, please utilize it. Make your parents happy. Make your wives happy. Make your husbands, for those ones who are married, happy. Na hapa akili iko nzuri. There are those ones who are clever. Tafadhali, let us tap in it. If you have anything through the center ya Mheshimiwa Arika, can we make sure we have harnessed it? Kuna watu ambao ni nurses, tumepewa nafasi na pia through ajiri ya 600 manurses ambao wanataka kwenda kule Saudi kufanya kazi. Ni serikali, si wale kupitia fake agents. You are not going to pass through that. It's through the government of Kenya and the embassy of Saudi Arabia. Watu watafanya interview hapa Kisii. Nimesikia kuna mikora inapigia simu watu. Don't pay. Not in my government that you can bribe even above for you to get an employment ama for interviews. Utakuja pale, watu wanatoka Nairobi. When are they coming?
next week. Na wale ambao have been shortlisted for those courses watafanya interview, watakuwa processed passport zao na visa, then watatuambia vile mambo ilivyo. Kule Dubai tutaona vile mambo itakavyoendelea. Kwa hivyo for those ones who have done nursing courses, Makuvuli mlikuwa mmetuambia, let us utilize that route. Tuone kama tutakuwa tukuze nchi yetu. Wacha nione kwa mkono tu kutoka kwenu. Ni wangapi who are promising that they cannot let down Kisii County? Weka mkono jini. Ni wangapi wanasema we must bring down Kisii County? You are not ready to bring it down. Tafadhali beba bendera ya Kisii County. Wengine hapa wenu, Mungu akipenda, hapa mbeleni ni wabunge, ni MCAs, ni women rep, ni governor, directors, engineers and everything, even presidents. Lakini mimi nitatangulia. Ama vipi? Hivyo. Hiyo lazima. Nyinyi mkiwepo lazima. Naomba kwamba tafadhali, na Kisii sasa shida imekuwa especially for the ladies, tafadhali. Kuna watoto wasichana. Naomba be role model kwa wale ambao wako shuleni. Wasaidie. Kuna kitu nilikuwa nataka niseme lakini sitaki kusema, nitakisema at the right time. Wacha niseme hivi. Kwa sasa, how do we do it? I awarded around 5 of them. Ndiposa hii kofia iko na kamba. Na hiyo kamba, by the time we are declaring you as now the not hustlers. I don't want you to be hustlers. As graduates in your different fields. Kwa hivyo mtapendua pande hii. Utakaposema hoye, utaweka kofia juu na uhakikishe kwamba utairusha juu ndiposa ishikwe mzuri, na wakati huo isipotee. By the powers bestowed upon me, I now admit all the certificates of computer of Kisii Ajiri Training Center. You're done. Wacha kuwa na haraka. Wewe badilisha pande hii. Hii biashara wale mnaenda university mtaenda kujifundisha kule. Haya, ngoja hiyo. Sasa imepita. Wachana story nyingi. Hii imepita. 1. Weka mkono kwa kofia. Au si unatoa. 1, 2, 3. Hiyo ndio uzuri sasa. Vicky Young, asante. Wacha niulize. Mlikuwa mmesema kwamba kuna soda na mkate. Ismail? Iko kwa gate. Na ni wanafunzi wanapewa. Kila mtu ataweza pata. That's good. Kwa hivyo kila mtu atapata soda, mkate ambao tumehakikisha kwamba mmepata. Lakini mkienda nyumbani, wacha ni wangapi hawakupiga kura 2022 ambao ni wapya tu. Wale ambao hawakupiga, tafadhali kuwa maambasada wazuri kwa kazi ambayo tumeanza. Asanteni, msalimie wazazi wenu na familia zenu. Your Excellency, tunaomba Vicky Young ukiwa hapo, Tuarura Atambe 1 minute.